Kitabu cha Hesabu 22. Mtu wa Kiingereza tusomea Kiingereza, alafu tutasomea Kiswahili. Then the children of Israel journeyed up, put up their tents in the wilderness of Moab, on the other side of Jordan and Jericho. Now Balaam the son of Zippor saw that Israel had done to the Amorites. And the Moab, there was a great fleet of their people because their number was so great. And the Pharaoh of Moab was bitter against the children of Israel. Then Moab said to the responsible men of Midian, it is clear that these people will be the destruction of everything around you, making a meal of us as the ox does of the grass of the field. At that time, Balak the son of Zippor was king of Moab. So he sent many men to Balaam, son of Beor, at Pethor, by the river in the land of the children of his people, saying to him, "See, a people has come out of Egypt, covering all the face of earth, and they have put up their tents opposite me. Come now, in answer to my prayer, and put a curse on his people, for they are greater than I, and then I may be strong enough to overcome them and send them out of the land. For it is clear that God comes to him who has your blessings, but he all whom you put your curse in curse is curse." So the responsible men of Moab and Midian went away, taking in their hands rewards for the prophet. And they came to Balaam and said to him what Balak had given them other to stay. And he said to them, "Take your rest here tonight, and I will give you an answer after hearing what the Lord says." So the chiefs of Moab came there with Balaam that night. And God came to Balaam and said, "Who are these men with you?" And Balaam said to God, "Balak, the son of Zippor, king of Moab, has sent them to me, saying, 'See the people who have come out of Egypt are covering
of the heart. Now, put a cross on these people for me, so that I may be able to make war on them, driving them out of the land. The last one. And God said to Balaam, you are not to go with them, or put a curse on these people, for they are my blessings. That's from Basi akatuma wajumbe kwa Balaamu bwana wa Beori hata Pedori iliyo kando ya mto, mpaka nchi ya wana wa watu wake, kwenda kumwita akasema, tazama, kuna watu waliotoka kusini, tazama wanakufunika uso wa nchi, tena wanakaa kabili. Basi njoo wewe na kusihi nilaimie watu hawa, maana wananishinda hapo nitawaweza wapate mganga mkononi mwao, wakamfikiria Balaamu, wakamwambia maneno ya Balaki. Akawaambia, kaeni hapa siku nami nitawaletea jawabu kama Bwana atakavyoniambia. Wakuu wa Moabu wakakaa na Balaamu. Mungu akamjia Balaamu akisema, ni watu gani hao ulio nao pamoja nawe? Balaamu akamwambia Balaki mwana wa Sipori, mfalme wa Moabu, amewatuma kwangu akisema, tazama, kuna watu waliotoka Misri wanaofunika uso wa nchi. Basi njoo unilainie watu wangu, labda utawaweza kupigana nao na kuwafukuza. Mungu akamwambia Balaamu, ende pamoja nao, wala usiwalaini watu hawa, maana wamebarikiwa. Bwana asifiwe. Kitabu cha Hesabu 22 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 12. Nasema, kisha wana wa Israeli wakasafiri na kupanga katika nchi ya tambarare za Moabu ng'ambo ya pili ya Yordani karibu na Yeriko. Na Balaki mwana wa Sipori akaona mambo yote ambayo Israeli wamewatendea Waamori. Moabu akaogopa hao watu sana, kwa kuwa walikuwa wengi. Moabu akafadhaika kwa sababu ya wana wa Israeli. Moabu akawaambia wazee wa Midiani,
Sasa jeshi hili la watu litaramba vitu vyote vinavyotuzunguka kama vile ng'ombe arambavyo majani na mashamba. Na Balaki mwana wa Zipori alikuwa mfalme wa Moabu zamani Zingi. Basi akatuma wajumbe kwa Balaamu mwana wa Beori hata Petori ulio kando wa mto mpaka nchi ya wana wa watu wake, kwenda kumuita akisema, tazama, kuna watu waliotoka Misri, tazama wanafunika uso wa nchi, tena wanakaa kunikabili mimi. Basi njoo wewe na kusihi unilaanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda. Mimi labda nitaweza tupate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi yangu. Kwa maana najua ya kuwa yeye ubarikie ubarikiwa, na yeye umlaanie umlaaniwa. Wazee wa Moabu na wazee wa Midiani wakaenda wakachukua ujira wa uganga mikononi mwao, wakamfikiria Balaamu, wanamwambia maneno ya Balaki. Akawaambia, kaeni hapa usiku huu, nami nitawaleta jawabu kama Bwana atakavyoniambia. Wakuu wa Moabu wakakaa na Balaamu. Mungu akamjia Balaamu akisema, ni watu gani hao ulio nao pamoja nawe? Balaamu akamwambia Balaki mwana wa Zipori mfalme wa Moabu amewatuma kwangu akisema, tazama, kuna watu waliotoka Misri wanafunika uso wa nchi. Basi njoo unilaanie watu hao, labda nitaweza kupigana nao na kuwafukuza. Mungu akamwambia Balaamu, usiende pamoja nao, wala usiwalaani watu hawa, maana wamebarikiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yote, mtu yoyote ambaye amezaliwa chini ya dunia hii, kuna vile watu ambao wanaweza kupanga maisha ya mtu. Kuna watu ambao wanapanga maisha ya mtu. Haleluya. Wanapanga jinsi utakavyokaa, wanapanga jinsi utakavyokula, wanapanga jinsi utakavyoishi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao wameishi maisha yao kupanga watu. Sasa unaona, Balaki alikuwa ni mfalme wa Moabu, ambapo Balaki alipoona wana wa Israeli ambaye ni Yakobo akija katika ule mji, kwa maana katika ufalme wake akaona Yakobo ya kwamba anakuja kunyakua ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa walipokuwa wanaona ya kwamba Israeli wanakuja kunyakua ujira wake, ama wanakuja kunyakua ufalme wake, akatafuta mganga mmoja ambaye anaitwa Balaamu. Haleluya. Kumbe jina nyingine ya mganga pia ni nabii. Haleluya. Kwa Kiingereza tumeambiwa prophet. Sio unasema hivi. Kiingereza wanasema ni prophet. Lakini alikuwa ni mganga, kwa sababu anasema ya kwamba wewe Balaamu ukimlaani mtu na analaaniwa, na ukimbariki mtu na anabarikiwa. Hata kumbe mganga pia kubariki unaweza barikiwa. Haleluya. Lakini pia huyu mganga alikuwa anatumika na Mungu, kwa maana chochote ambacho Balaki alikuwa anamweleza, anamwambia ningojee hapa, toa sadaka ya ng'ombe 7, tujenge madhabahu 7. Unapojenga madhabahu 7, anasema ya kwamba nami nitaenda kwa Mungu niongee na Mungu kwa ajili ya kuwalaani hao. Lakini pia Yakobo alikuwa amebarikiwa. Haleluya. Yakobo alibarikiwa mwanzo, wakati baba yake Ibrahimu akasema, Mungu akamwambia Ibrahimu ya kwamba wewe utakuwa ni baba wa mataifa na uzao wako utabarikiwa. Haleluya. Sasa uzao wa Abrahamu ambaye ni Yakobo imebarikiwa, na hiyo jamii yote imebarikiwa.
hata nyumba hii ninajua ya kwamba nyinyi ni wabarikiwa siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Hakuna yeyote atakayewalaani. Hata mganga akija akisimama vipi, Mungu atamwambia kwamba hao watu hawawezi laaniwa, kwa maana hao watu ni wabarikiwa. Hata watakapozuia maisha yako hawatafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Je, madhabahu ni nini? Madhabahu ni mahali pako pa kutoa sadaka yako au sacrifice. Ni mahali ya wewe, ni mahali patakatifu, mahali pa wewe kuzungumza na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio maana ya madhabahu. Mungu anamwambia Musa, mahali umekanyaga ni mahali patakatifu. Na sasa nimeona mateso ya wana wa Israeli. Na sasa nimesikia kilio cha wana wa Israeli. Nami nakutuma kwa ajili ya kuokoa wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana madhabahu ni mahali patakatifu, mahali pa kuabudu Mungu, na mahali pa kuleta shida zetu kupitia sadaka zetu. Haleluya. Mungu anamwambia Balaamu, anamwambia Balaki, andaa ng'ombe 7 miaka 7 na ukavunje madhabahu na ukaweke kwenye madhabahu, ukajenge madhabahu 7. Sasa anafaa awe na ng'ombe 7 na kwa kila madhabahu aweke ng'ombe moja wa miaka 7. Haleluya. Maana ya namba 7 inamaanisha completeness. Yaani sasa Mungu akamaliza yote akasema na siku ya 7 akastarehe. Sasa inamaanisha completeness. Bwana Yesu asifiwe. Akajua Balaamu akajua kwamba kupitia namba 7 mambo yote yatakwisha, mambo ya Israeli yataisha. Lakini kufikia hapo hayo mambo hayakuisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu Kristo, naachilia roho ndani ya shida. Hiyo roho ya usingizi tuweke kwa Loss! Hiyo madhabahu ya usingizi ndani ya maisha yako. Loss! Hiyo madhabahu za uchawi ndani yako ya moleo. In the name of Jesus. Come on! In the name of Jesus. Out of Jesus. Loss! Bwana Yesu kombolewa leo. Shida kombolewa kwa sana. Imetoa hiyo. Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Kuna roho fulani unaposikiliza kitu kizuri ambacho kinaweza kusaidia, kuna roho inakuja inakuvaa. Haleluya. Lakini nasema ya kwamba siku ya leo sisi ni kama wana wa Israeli, wana ambao wamebarikiwa. Haleluya. Katika maisha yetu, katika maisha yako, tambua ya kwamba Bwana amekuinua na amebariki maisha yako na amebadilisha historia ya maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa akasema kwamba ukinilaania hawa, kwa maana wewe ukimlaani mtu na analaaniwa, wewe ukimbariki mtu na anabarikiwa. Haleluya. Bwana, sisi hakuna yeyote atakayeweza kulaani maisha yako, bali yeyote atakaye kulaani na alaaniwe katika jina la Yesu. Mungu akamwambia Ibrahimu, yeyote atakaye kubariki na abarikiwe, na yeyote atakaye kulaani na alaaniwe. Sasa chochote ambacho kitakuja kufanyika kinyume na wewe hakitafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana tunapita katika hali ambayo sisi hatuwezi jua ni nini ambayo yanatusumbua. Kwa maana mapito ni mengi na mapigo ni mengi. Lakini leo hii wacha Yesu apande roho mpya ndani yetu kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. There's 2 types of altars. There's godly altar and demonic altar. Kuna madhabahu mawili katika maisha ya mwanadamu. Kuna
kuna madhabahu ya Mungu na kuna madhabahu za kishetani. Haleluya. Na kila mtu ana madhabahu yake. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu ya Mungu, godly altar, is a place of exchange of spirits. Ni mahali pa kuexchangewa spirit, ni mahali pa kubadilishiana roho. Madhabahu ya Mungu ni mahali pa kubadilisha roho. Haleluya. Sasa wewe ulikuwa na roho ya utasa, unapokuja kwenye madhabahu ya Mungu, Mungu anakupa roho ya kubeba mimba ama kubeba ujauzito ama kubeba watoto. Haleluya. Anafungua tumbo lako kwa maana roho yako imebadilishwa. Haleluya. Unapokuja na matatizo yako kwenye madhabahu ya Mungu, haya matatizo yanabaki ndani ya madhabahu na wewe unaenda kama umefunguliwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Godly altar is a place of worship the Lord. Ni mahali pako pa kuzungumza na Mungu wako. Ni mahali pako pa kuinua Mungu wako na kunenda na Mungu wako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Ndio mahali pako. Godly altar is a holy place where you meet with your God. Madhabahu ya Mungu ni mahali pako pa kukutana na Mungu wako. Kwa maana Mungu wako hawezi patikana kwenye nyumba yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hayuko kwenye bedroom yako. Kwanza unapotoka